mashabiki mai kaitu nene ni muthenya musio ula mwe utunengie kwitha bamwe nenyu nenye kwa masitwa mwambe nanditwa Robert Mwe aka kala kamwana kakuyo kamani na umunde in the building. By the way ni mwete yo mrembo fulani tukwitha tukuna story na akawa we mashabiki newe mo complain sasa ndio sijui ni mwete ya arembo ndio kusema. So anyway mashabiki mwetu karibuni sana katika kikulungu cha umunde kilungu kitawe kaitu nene na niputa bsia kaitu nene idha yetetu kwenye kwisila kisesa kinene kisesa ni cha Triple P TV. By the way mashabiki mwetu edha ni ungeme oza kabila oza katuvu kalending nikenaweza kwithia ni tuwethu kwisia story ya mweni wetu muthanyani wa umunde. So onandipo nanga kwa nanga much of your time ni andana ambo munenga kama mwanya nikenaweza kwithia by the way namba utukethia na tutavia undu witawa nikenaweza kwithia tukunite maundu onesa. Yes, mgeni wetu karibu sana. Asante. Asante sana nundu wa kosa kamanya kuka kututembelea studio situ sia kaitu nene. Inisebe mashabiki maitu ni waende no kukwatia ila sungumeta loud and clear. So ndwambo makedia ndwambo sisa kamera kaku wambo matini ya muno no imatabio ndo wita wanike ndo isekwithia tukunite maundu good. Hello guys. Koma sitwa ni Karo Benard kuma Kitui Central wandu beta wakwa Ngindu. Yeah. So mashabiki ma Kitui hey umunde tumu represented kote na mundu kuitwa Karo Benard. By the way Karo wisi onakwa ni wa Kitui. Onakwa ni wa Kitui, so umunde Kitui mwe fully represented. Anyway mashabiki maitu ma bandu beta wa Machakos, mashabiki maitu ma Makueni, mashabiki maitu ma Ilovi, mashabiki maitu ma diaspora, mashabiki maitu ma Kenya. And by the way nitwa mukwata weni muthanyani wa mundi nikendo sekwithia by the way nitwa kunanga story na mundu kuitwa Karo Benard. So Karo, mashabiki mailo poja baka katika social media handles. On Facebook Karo Benard, TikTok Karo Benard 52. Hizo tu ndo social media zenye natumia. Instagram bana. Instagram sija join Instagram. Yeah. YouTube bado. Karo niwaambie utomalucha lakini anyway mashabiki maitu tende tuimwatia kwa katika social media. What's your Facebook and TikTok? Facebook na TikTok. Yeah. Facebook ni Karo Benard. TikTok ni Karo Benard 52. Karo Benard 52. Na kwa nyeku ya mwambatia katika social media nitwa Robert Mwe katika Facebook, katika Instagram, katika Twitter, katika ninge bayatiala TikTok. Ni ati tokounye by the way nitwa Robert Mwe na pia by the way nandu subscribe ita account ni yetu EKAI TUNEENE. Tafadhali nitwa kukulia na ngo ya kunyenyekea ndiso ndo kunyenyekea kuita wake kama so tafadhali mashabiki maitu nandu subscribe ita account ni yetu EKAI TUNEENE. Tafadhali sema baya katika YouTube channel ya EKAI TUNEENE. Tafadhali tu subscribe na mwiye kusubscribe with free na by the way no subscribe ita uende no tuatia tunena nyibaya katika comment section nkenda ututabie uende no tukwatia wingaliko ibaya Kenya no tukwatia tiata kwenyu ni kuye. Karo by the way kwenyu no kunie simu wewa ni kuye kana bado Kwinambua ni ngutuma mbolea. Tafadhali tuma mbeu. Tafadhali tuma mbeu. So karibuni sana mashabiki maitu nienda mwiwe mwendo make tumi pio nondo yani baano ni bomusie the official Kamba station Twitter EKAI TUNEENE. EKAI TUNEENE ina mundu kuitwa Karo Benard. So Karo Benard no Karo Benard no wibambe wenu. Yes. Asiyewe mwaka wa 2001 mwi wa nyanya ituambie ukwikia masabu ya miaka ya nata 2001 mwi wa nyanya talikitanza tu. Na Karo Benard ni mwitu mwe like with it like yani wasiwe HIV positive. But ilikuja kuhappen that nikuwa mdogo like imekuwa like nikimapata zile challenges za kukua mgonjwa, ninapata some sickness nini whatever, and then ikakuja tu ikajitambulisha nikuwa class 3. That is when nilianza kutake ARVs drugs. Ngoja Karo ambao tusembia mno. So okay, before to bikiku we were talking about Kitui Central.
kwa mutumia wita wata andu beta kwa ngindu kwa Malombe. Yeah. Familia suita wa ya kwa Malombe. Yeah. Musita muyana Andu 5 we wakianata niwa nye last born mundi ma last born mwe represented yani u represented ma last born. Yeah. Nando ileta last born usema last born meta mena ile kudekezwa mwanangu lakini ulileta last born yani wilie wamua andwala meta wa get hard ito get hard ama ni go hard. Yes sir. So wasia baya Kitui wanite Kitui. Yeah, nyanite Kitui. Wasomea school wita wata Primary nasomea Akaba Primary. Akaba No. Ito Akaba Primary. Kaba. Okay. Then nikakuja nikachukuliwa transfer nikaenda shule inaitwa kwa Ngindu Primary. Yeah. Nisibe wasoma amo back then ndomba matinea nusu aina some good friends Yeah. ndomba utukethesia eli alama asoma na mo primary. Okay, primary nisomete na mwitu moita Faith Mwende Thika Medical. Yeah. Faith Mwende nukwitha inde no tukwache tafadhali ethe mwasomi na mundu kwitwa Carol Benard kirika comment section tunena ni by the way nikenda ise kwithia ni mwa confirm kana ni mwese mundu kwitwa Carol Benard. Wamina high school. I mean wamina primary ni wafanikiwa the high school. Yeah. Wow. Na the netitwe school ita Kola Girls. Yes, Kola Girls. But nikaenda shule inaitwa kwa Ngindu Secondary School. Yeah. Wow. So mashabiki kwa Ngindu ni mixed. It's a mixed. Kwa Ngindu ni mixed. Can see Caleb kamwe my best friend waku. Best friend kwa high school ni kwa Ngindu Secondary School Jemima Mudhoka. Jemima Mudhoka ni mwizinde. Anyway, tafadhali mashabiki waitu tukunite maundu nesa ningwe ndo muna baya katika comment section nikenda mutu tabia by the way mutu kwatitie hata na mutu kwatitie mwinga liko ibaya Kenya. So maisha maili hata we baya we munini mwana challenge nundu hiyo unekutika ne munini yu niwisikana kayolawa ni interesting no bena some good memories bad memories lakini we si maisha katika maisha hii ni kuidhana some good memories na ni kuidhana bad memories. So tutabia some good memories utonya lilikan. Okay, good memories yakwa sia nemu nini kana I used to steal some sugar. Like hiyo ndo kitu yenye nakumbukanga sana. No, thina yunangia sukali njia bangula munuka. Ndio bangula munuka. Unakwa ineka au by the way. Sasa hapo nikakuja kuchapa kichapo ingine hapo ya mbwa. Mbaya sana. Mbaya sana. Since then, ukabstain kukula skari. Kasha kabisa. So karui watu tabia watu ya waseiwe we positive. Yeah. Naweza kukudiscover we standard 3. Not really. Like class 3 nipono kie kutimiwa. Due ya some conditions zenye nilikuwa na go through. Nilikuwa napatwa na magonjwa tofauti. Inakuwa like ni kitu like inaenda tu haieleweki. So nilikuwa class 3 sasa ndo my grandma alinipeleka pale hospitali. And then daktari wakafanyia all the check up. Sasa hapo ndo nilikuja kujulikana that niko HIV positive. Nikulia mwekala na susu wako. Nekala na susu wako. Nekala kwethia kwa. But sasa ikakuwa like the woman that he had, akakuja akaleta complaint. Nikatolewa huko juu nilikuwa mdogo. Nikatolewa huko nikapelekwa kwa my grandma. Yeah. Grandma wasaidia wa my mom. Or your mom. Yeah. So where you susuniwa ku susuniwa deno ku take care. Na you ibinda ino inyo akuwa idayo. My mom aliniacha nikuwa na 9 months. Yeah.
couples. Yeah. Pole In sana. 2002. Pole sana. Yeah. Na you ila ukiwa manya I mean like ithe waku ndamanya kana why in that condition. No. What do you mean? Even though you continue wana hivi hospitali kana. Yeah, but he was not that concerned about my life. So ikakuwa like ako more about the second wife. Okay. Yeah. Na your siblings now and wasu angemusiani iwe namo. My siblings walikuwa wengine wametoroka nyumbani. Tulikuwa tuna mmoja though alikuanga shule and then akajua akaona the circumstances zenye ziko hapo nyumbani pia yeye akatoroka. Akaniacha hapo peke yangu. Monde medhayo. Yeah. Ambao tukethesia Eli. Nasalimia my sister Judy akiwa pande ya Machakos and my brother Joshua akiwa Kitui. Wow. So ni woka wambia kakala na susu wako. Na wedi ya ni wedi tuna condition. Siaita siba condition sisu taisesi. Condition ila sio kiesi ambia ni kuina kukwatwa ni ngumbu. Jisika na ni mwisi ngumbu. Ngumbu ni siba. Ngumbu idhisi yako. Okay, yeah. Ikakuwa like zinafura sana. And then hiyo kitu ingine sasa ikakuja sasa ikaanza ni masikio. Masikio ikaanza kuuma, inatoa usaha. So ikakuwa like haiponi, hakuna dawa yenye sipewi. Ikakuja hiyo kwanza ikatulia. And then the second condition ile ya kuhiccup. Nilikuwa na hiccup 24/7 ile non-stop. Yeah. Wow. Na woka uswe wako wa kutoa hospitali. So hiyo ya kuhiccup ndo sasa alikuja akaona nakunywa maji haiishi. So ndo alinipeleka hospitali and then in that situation nikakuwa unajua na hiccup and then nikaanza kupatwa na ile joto mingi naanza ya kulitanya. Nikakuwa like nakufa tu. So hapo ndo alinipeleka hospitali na nikaenda nikafanywa kipimo nikapatikana niko positive. Yeah. Lakini bindesu hiyo ya ndo amanya. Nei munini undu susu wako atabusweni ndakitali ndakanda pia. Nundu watoto sisi asiana mbingi like hii age kidogo unapatanga like wanatakanga to best it out tujue everything concerning their life. So shosha akaambiwa asiniambie for now. But kila waandabisi ambii kana ndawe ino twanengwe ndawa siachao siacheketha. So nikagrow nikijua that natumia dawa za kuhiccup. Yeah. Ila wathimi wewe watu ikawi positive. So kwa reaction yake ya ili hata. Nikidwa expect ya. Shosh alikuwa like because my mom alikuwa amepass last year. Ndo sasa ilikuwa like sasa ndo akakuja akanotice the conditions zenye my mom alienda nazo ndo zimekuja kunipata. Okay. And then kuna kitu pia daktari alikuwa amemwambia before my mom passed na akamwambia about my mom's situation. Yeah. So ni wesi. Yeah. Usu waku ni wesi kana inya waku pass nondo wa condition yusu. Yeah, alijua. What about mzee? Mzee nake ni why aware of anything? Aku aware? Hapana. What about your siblings? Asu wako maku? My siblings walikuja kujua later. Yeah. Wow. So wathi one day one dawa? Immediately one day one dawa? Nilipo immediately because nilikuwa like condition yenye nilikuwa hawange nikalisha like unaona kwa sahi tunapea clients 2 weeks ndo anzishwe ART. But sasa hiyo yangu ikikuwa worse unaanzisha yangu hapo. Wow. Now wesi kukata we discover kana wesi manyata you after we grow up wesi manyata kana we positive. Nilikuwa tu nakunywa dawa zangu tu vizuri as well as nilikuwa najua ninakunywa dawa za kuhiccup. So it happened this day like tukaenda kwa clinic. Sasa kuenda clinic ni zile like studies za asubuhi mnafunzwa vile unafaa kukunywa dawa. So ikafika my turn nikaulizwa
unajua hii dawa unatumianga ni ya nini? And then for me nikasema yes. Why miaka ya nata? Like ilikuwa class 7. Class 7, Kwa so class 7. that time, all that time nimekuwa nikikunywa dawa nikijua ni ya hiccup. Ni ya hiccups. Yeah. Na bindesu hiccups siyaisi adhalangie kana? Hiccups siyaisi adhalile. Na kwa ni undu takulese susu na ina voye iwe sisiana tuendete dawa. Siana sini ni siendete dawa. Kwa ndu akulese usu ndi? Na mkulesia lakini embia ndakitali ya isi nende na kunywangi neo la mudhe neo kekata. Kaambia neka nasio. So nigwa ndawa isu mundu aenda kuosa, is it every month kana? Italingana. Kuna wenye wanapeangwa za 2 weeks, kuna wenye wanapeangwa za 1 month, kuna 3 months, na kuna 6 months, na kuna yearly. Okay. Yeah. So siya kusiaisi ya zangu juu sasa that time nilikuwa nakunywa dawa vizuri nikidhani ni za hiccup. So zangu nilikuwa nakunywa vizuri na juu niko mtoto siwezi pewa mingi juu ile mali ya kuweka hizo dawa. So nilikuwa napewa za 3 months and then hizo zingine shosha narudia. Yeah. Now, ni wadi clinic. Na mwenda mwina counseling. Is it counseling? Kana idha achao? Ilikuwa ni ile OTZ class ya asubuhi. So ila harakati ya kukulwa kana nini senda wele nitumiani achao nundu twakula suuni kana maybe nuwesi twende na kuguro. Yeah. In case huko kwa manawe munene inaweza leta shida. So mi nikaulizwa nikasema like natumia dawa ya kuhiccup. And then mwenye sasa alikuwa anatukufanyia hizo counseling hiyo morning class akanitoa nje kwanza. Yeah. And then nikakuwa like na maswali, mbona mimi amenitoa na tunakunywa dawa the same na wengine? So ni class ni ende ya andwa ingi mwiba mwe? Ni like ni class ya it's not 1-on-1. Ni class ya wenye maybe wenye wana take ARV drugs but inaendaka na ages. Tunakuanga na OTZ classes za 0 to 9 years. Haya kuna 9 to 16 and then kuna 17 to 24. Yeah. So mimi nilikuwa kwa hiyo ya 10 to 14. Okay. Yeah. Now, akumalukia. Ambu malu chanza ambia diwe telebacha bayanza. Sasa iswethia wina mokulu maingi pio. Yeah. Ethia nina mokulu mengi nundu na tato sisi andawa ile tuina sio video nzetu inde na ndawa the same. And then ninye ila na songe kitombia numale. Shabik maito omonde katika studio situ sia EKAI TUNEENE tuna mundu kwitwa Carol Benard na watu wende no share story nake. Tafadhali katika comment section na ningwendo mwana bau tuende na kumu-encourage kana tuende mwende no tabia mwende no tukwati hata mwenga liko ibaya Kenya. Tafadhali mashabiki maitu either wina any question na ukwendo kule mundu kwitwa Carol Benard, tafadhali katika comment section na ningwenda umwana bau nikenda usekwithia tukunite maungu onesa. Ninambiwa mwana mwituned in kabisa. Ningwitha ngisoma motumani menu by the way waya katika comment section na nikenda usekwithia tuendaneti wa mwenenyu. Karibuni sana mashabiki maitu. Now na yu malu kwanza kwesiyo diata no malu chanza nwese ula nake watu someda sababu like ndavya ekitokili and then na mini wakilini kisha kwa na nathimusi. So ndavya still uwe saidi ya nina moswani mengi niki wambu malu chanza na instead ya kumbeka nisome kila cha utusoma inge ndavya you nedia like nina thina mwingi mutwe we saidi ya nidia ndiye comfortable. Nikatoka nyumbani nikaenda tena hospitali hapo KCRH Kitui. Nikaenda kwa daktari akaniongelesha, tukaongea na yeye, tukaongea. Akaniuliza wewe unajua that hii dawa yenye unatumianga hapa ni ya nini? Nikamwambia mimi najua na inakuanga ya kuhiccup. Yeah. So daktari was shocked. Alikuwa shocked kabisa juu sasa ever since amenilea kutoka nikuwa mdogo. Sasa hii anakuwa shocked that niko class 7, sijui bado nakunywa dawa ya nini.
then akakuwa like ai, so alifanya tu kunichukua, yeye akaenda kuniongelesha yeye mwenyewe. But for me, juu nilikuwa najua that HIV is a deadly disease guy, vile aliniambia tu hivi, Karo, uko hivi na hivi na hivi, nilikuwa tu niliisha tu kabisa, because sikuwa expect kabisa. So like na mimi nikitry kufigure out the vitu zenye tumekuwa tukisomeshwa shule, that HIV inaua, mtu akikuwa na HIV anakuanga na nywele ziko hivi, mtu akikuwa na HIV anachukiangwa na watu, so it was tough for me. But sasa nikamwambia kama ni HIV niko nayo, mi sina. Juu mi nimekuwa nikikunywa dawa za kuhiccup na hiccup iliisha, so hii dawa hakuna haja ya kukua na ikujia. This is the end of me, sitakuwa nakuja huku. Wewe enda kitali. Nikamwambia hivyo. Nikamwambia kutoka leo, dawa zenye nilichukua juzi naenda kuzitupa kwa choo. Juu sasa hiccup imeisha. Sasa hizo vitu zenye unaniambia mambo ya HIV mimi hapana. Mi sina. Nywele zangu hazikae hivi. Wow. So nda kuthima ekyo kutabia kuya condition ya kuilio, lakini nda kuthima like tulikuwa tumepimwa kitambo. And once mtu akipimwa akiwa HIV positive, unafanyanga tu ile viral load, hizo vipimo za viral load, hizo ndo unaangalianga viwango za virusi zenye ziko kwa mwili yako. So ukuwa positive upimangu tena, ukuwa already umeshaanzishwa madawa. Na reaction yake ili atawamwea ndukambila ndui positive na ndukambila unyonda wesu. Pia yeye alikosa kitu ya kusema juu imekuwa tough, juu like nimekuwa nikiathia well kwa madawa zangu that time. But sasa like sikuwa nimeambiwa ukweli. Sikuambiangwa ukweli kuhusu my situation. So ikakuwa ni challenge. Pia yeye akashindwa vile sasa ataniando. Sasa niko class 7 naenda class 8, and then kuando mtu kama huyo na anajua that HIV inaua. HIV kulingana na vile shule tulikuwa tunasoma. Kwanza nikikumbuka ile sheria yenye nilikuwa na kariri ya HIV. Na try kuimagine hivyo, nasema hapana. This is not me. Na nikakata. Na hali mwimesi school. Yeah, kuna mwalimu mmoja alikuwa anajua. Before we umanyi. Hata vitu no. My shosh. Because shosh ni alikuja akawaambia, juu sasa watu wakikula githeri. I've never taken githeri in primary school. Nilikuwa nachukua special. Sijaijua kwa nini. But yeye shosh ndo alikuja akawaelezea. Wow. Okay. Na yukuma po waende ino nyondawa. Kana waendie wasi kwa nye kuma hivi ndani suna atakuwa wa situation yako. Mimi sasa kulingana na vile najua HIV na kwanga, nilisema hapana. Mimi nikijangalia hivi I'm so much healthy. Nikasema mimi sina HIV. Kama sistangu ana, bradangu ana, babangu ana. Sasa mbona mimi kuwe mimi na ilitoka wapi? So nikasema hapana, siwezi nikakunywa dawa zenye nilikuwa nazo nyumbani nikazichukua nikatupa kwa choo. Na wewe ndio kulia soso wako. Shosh aliniona nikitupa, but sasa unajua like yeye nikamuuliza, nikamwambia unajua Shosh, nimejua hizi dawa ni za nini. Hakukuwa na kitu ya kusema. Akaniambia unajua sasa ulikuwa mdogo, singekuambia. Ungeenda ukitangazia watoto wenzako uko hapi uko shule. Yeah. Namwambia that is the reason yenye sikukuambia ukweli. Na waendea school. Naendea na school, but dawa nikaachana nazo. What? Alafu wesi kuyitikilata kana wesi kwenda we convinced hata. Okay, ndawane kanana sionekani ya sukuma 2014. Hiyo 2014 yesu na ukane kwa kidhimi ikakuwa like viral load yangu iko juu sana. Yani the virus ziko mingi kwa mwili. So nikakuja like nikabadilishiwa dawa. Juu walifikiria that hiyo dawa ndo ifunction kwa mwili yangu, kumbe mimi ndo sikunywi.
nikachenjiwa into second line 2015. Yeah. So wekala 1 year utatumia dawa hizo? Yeah. Na katika period hii ya 1 year waina any complications? Wai sawa kabisa. Nilikuwa sawa kabisa. So like 2015 yesu na the clinic wakaniambia unajua hii dawa yenye so bado unaenda clinics? Nilikuwa naenda but nikizichukua naenda kutupa kwa choo. Yeah. So nikitupa kwa choo like ikakuja like wakanichenjia dawa, wakaniambia hii dawa tunaona ni kama ifanyi kazi kwa mwili yako. Sikuambia that sikunywi. Yeah. So vile walinichenjia wakani switch to second line, of which second line unakunywa asubuhi na jioni, na tena second line unakunywa dawa mingi kuliko zile zingine za kwanza. So nini ambe dawa hizo wanaitwa ambe wanifsa malamia na kwa mdenya? Ilikuwanga tu once. Tembe moja. Yeah. Ilikuwa like, tembe moja alafu Septrin moja. That is 2 sasa, but Septrin ulikuwa unakunywa tu anytime. Haikukuanga na time limit. Aya, wae konywa ndawa? Wasi kanywa kama newa the second line. Yeah. Wewe ukanyusa ndawa si anata? Asubuhi unakunywa dawa 3. Jioni dawa 3. Na waiwa evidence waiwa accept kana waiwa itikilie we positive? Unajua hiyo kitu bado haijatoka kwa mind na sijaelewa where ilitoka. So like still bado nilikuwa na ile worry. Na wewe mwae utonya ukulia? Hakuna mtu asheniambia. Hakuna. Until sasa nikakuja nikafika form 1 of whereby nikaanza kupatwa na rashes. Zikapatwa na vidonda zingine kwa mguu ikakuwa aziponi. Naenda hospitali napewa dawa ya kupaka aziponi. Unajua sasa yes naenda hosi sichukui dawa. Sikunywi. Hey, so ikakuwa like challenge. Napata vidonda nikiulizwa na watu nasema hiyo ni allergy niko nayo. Like your friends inisi yeah, my friends in school yeah. Nawaambia ni allergy. Na ndoi na mundu utonyoshare mundu close wa utonyoshare stories nake. Maybe yeah, mundu waku close, maybe a friend, a relative. Kuna my friend nilimwambia but sasa akaniambia si ukunywe tu hizo dawa. Kunywa tu hiyo dawa. Ananiongelesha tu vizuri yes. But ikakuwa like I'm still not getting hii kitu ilitoka wapi. Unaniambia nikunywe yes nitakunywa. Lakini hii kitu nilitoa wapi? Tuliambiwa na mwalimu inapatangwa watu wakifanya hivi na hivi. Ukijikata, mkifanya sex. But mimi sijaifanya, sijajikata mahali, ilitoka wapi. So, sijui kama that time sijui kama walimu walikuwa wanajua that mtu anaweza pata through birth. So, hizo ndo vitu zenye tulikuwa tunaambiwa, kujikata, kufanya sex, vitu kama hizo kissing. Yeah. So, ikakuwa ngumu kwangu. Nikakaa for 5 years bila kuchukua hizo dawa. 5 years? Yeah, 5 years. In that 5 years ikakuwa like my body imechange. Immune yangu iko down and then like mwili yangu imebadilika. Nimekuwa mkonde. Lose weight. So ikakuwa like ni challenge. Inakuwa like hata shule si hapana. Watu wananiepa kidogo. Nashangaa kwa nini. Napata like my friends tukienda funky kama ni maybe ile like vile unaona like mtu akipata ka boyfriend hapo hivyo mkitembea na yeye. Kuna my neighbor hapo, huyo jamaa tulikuwa tunasoma naye. So like akaanza kuambia watu, mnatembeanga na huyo msichana na kwa HIV positive. Sasa tuko kwa funky and then ile like za national. And then like nile like unatupata tu boy mnatembea tu na yeye mkipiga story. Yeah. So akakuwa like spread in school na pia kwa community. Maybe kwa community akiona nikitembea na watu na mavijana maybe anaambia unajua msichana anakuanga na ukedi. So inakuwa like watu kuna kijana mmoja akufurahia vile hiyo kijana alikuwa anashinda akiongea. Yeah. So huyo kijana akakuja akaniambia unajua Karo, kuna kitu nilisikia kijana mmoja akituambia like sijui nakuanga HIV positive. Ni ukweli? Nikamwambia ni ukweli.
Yeah. Na you even yani why you accept yipi na wewe bado ndunyusa ndawa Sikukuwa nimeaccept that 5 bado years. yani ndwe tikila Bado. uh-huh. So ilikuja time tuko form 4 na try kuangalia I want to be like this nikimaliza form 4. But nikiangalia situation yenye niko sina nguvu. So like mwili yangu haina ile nguvu yenye unaweza sema like nikikimbia nitakuwa sawa. Nikifanya kitu kadogo hivi nilikuwa tu nagonjeka. Singeosha nyumba, singeosha vyombo. So like mwili tu inachoka tu. Nakuwa tu imechoka. So nikakuwa like mimi nimechoka na hii maisha. I tried to kill myself that time. Nikasema guy, sasa hii maisha hapana. Hata nakumbuka nilichukua barua nikaandikia rafiki yangu huyo mwenye akodhika. Nikamwandikia barua. Nikamwambia Faith, for me nimechoka. So nikaenda kwa pharmacy nikanunua dawa. Sikumbuke nilinunua dawa gani. And then the pharmacist mwenye alikuwa anauza hapo and then alinotice that I'm not okay. Akanifuata nyuma. Unifuata nyuma that time ya kuikunywa akaichukua akaimwaga chini. Nundu yani ndawa esu athoete ndawa uthiwe yumie thayo. Yeah. Shabik maitu tafadhali tuende nonena nyabaya katika comment section da. Umundi katika studio situ tuena mundu kuitwa Caro Benard. Na Caro Benard no uende no share story yake, by the way a very touching story. Tafadhali tuende nonena nyabaya katika comment section da. Mukuli by the way. Nibwe ndo mwana katika comment section nikendo ese kwithia tuende enesa. Tuatie nyabaya katika social media handles. Either Twitter wa EKAI TUNEENE na kwenye personally nito Robert Mwe katika social media handles yonze. Tafadhali tuatie nyaboni kendo ese kwithia tukunite mound onesa. Mundu kuitwa Dismas Mutuku nina kuona mundu kuitwa Scholastica Kivindu nina kuona niono kwasia we locked in kabisa. Mashabiki meitu asanteni sana. Nini ende na kuona motuma ni menu. Tafadhali tukune maundonesa. Ninguona message motuma ni maseyo bano kuma kula kwa mundu kuitwa Dismas Mutuku. Niona atuneta tusome buku ya Zaburi ya naimwe na mwanza kilungu cha miongwele. Tafadhali mundu kuitwa Dismas nitukwitha tuisoma Zaburi nikenda use kwithia tuende onesa. So mundu kuitwa Caro wathi wa wandawa na pharmacist yusu wa kutea azukingi akwatia. Okay, evindesu ni chauke akili ni akuenda kuika kindu kwa bosu. Nilikuwa nimechoka. Juu kuna mtu alikuwa anataka kuniambia the reason behind mbona niko positive. Now, while you face maybe your elder sisters, kana brothers, wa makulia niki? Hawa kukua karibu na mimi. You know, like walitokanga nyumbani. And then wakakuwa, sina mtu mwenye naweza share. Like my sibling. Yeah. Na be mundu haku approach after amanya situation ya kuwe mundu haku approach haku advice kana haku cancel. Walikuwa wanani cancel but mi kenye nilikuwa nataka kujua mostly ni hii kitu ilitoka wapi. Yeah. Wow. Nimekanseliwa like nimeitiwa watu from Nairobi, big counselors in Nairobi, wakakuja Kitui, waniongeleshe. But mimi I head up nikawaambia the any siku yenye mimi hii dawa itaingia kwa mind ndo nitakunywa. So for now siwezi kunywa. Yeah. Yes, you bikate binde. Yes, wesi kui accept yata. Nilikuja nikaona one video ya Doreen Mora. Nikakuwa like imeanza kunipea challenge kidogo. Lakini nikaona hapana, maybe Doreen yeye akona reason yake ama maybe anakunywa anachukua hizo tu video tu for the sake of maybe yes he positive. Kidogo nikakuja nikaona story ya Pascaline Peter. It was so touching. Yeah.
alikuwa anaiongelelea kwa NTV. So nikasema sasa huyu si ni Pascaline, nasema alikuwa positive, sahii ako na watoto 3 nini na wako sawa. Nikasema hapana bado. Lakini ikakuwa like ni ile I don't know what came into me. Nikasema acha niende kwa pastor nimwelezee. Nikaelezea pastor, nikamwambia unajua nataka kukua hiki na hiki nikimaliza form 4. So tukaongea na pastor, nikamwelezea everything. Mwambia mi pastor, yes, hizi dawa naweza zikunywa, na nikizikunywa naona inaweza at least niletee energy kwa mwili, juu nasikia nikiwa mwili yangu haina nguvu sana. So pastor akaniambia the thing is ni ukunywe dawa, but nikamwambia siwezi ikunywa nikuwa peke yangu, sina hiyo nguvu ya kuikunywa peke yangu, nisaidie, tuombe at least Mungu akuwa ananisaidia nipate hiyo nguvu tu ya kufungua hiyo chupa. Nikipata tu hiyo nguvu ya kufungua chupa, nipate nguvu ingine ya kuimeza ifike kwa tumbo. Na hivyo ndo nilifanya. Nikachukua for the first time, nikaenda nikachukua mahali nilikuwa nimezieka hizo zenye niliendea sasa, hizo sikuwa nimetupa kwa choo. Nikaenda nikachukua, nikaomba kwanza. Nikasema tu Mungu tu wewe ndo unajua hii kitu kwenye ilitoka. Hakuna mwenye sasa ananielezea hii kitu ilitoka wapi, but wewe unajua. So nataka tu nipe hii nguvu, nifungue tu hiyo chupa. So nilikuwa nafungua, nilikuwa nimefunga macho. Nafungua hiyo chupa and then natoa. Nikitoa namwambia tu unaona tu vile umenipe nguvu ya kuifungua. Nipe nguvu nyingine, niweke kwa mdomo na ifike kwa tumbo. Ikifika kwa tumbo basi. I did that for like 3 months. Nikamaliza tablets zangu zote. Chupa ikakuwa empty. So hata shoshi hakuwa naamini, alikuwa anaona tu kama nimetupa tu. But sasa mi like mwili ikachange kabisa, nika gain weight, nikakuwa like niko mkubwa sana. Kwenda hospitali like walikuwa wananiangalia kuwa shocking. Wananiangalia wewe. Ni wewe kweli ama ni mtu mwingine? Mwambia ni mimi. Nani amekuongelesha? Nikamwambia hakuna. Nikamwambia tuambie tu ukweli. Sisi tulikuongelesha tukachoka, tukaachana na wewe. Ukufe tu. Tukakuitia watu Nairobi wakuongeleshe, ikashindikana. Sasa tunashindwa saa hii uko hivyo, umegain weight. Nilikuwa natoka 25 kg. 25. So ikikuwa leo 25, that time vile nilienda clinic ikakuja 58. And then wakakuwa wako shock. Tu wananiambia uko na mimba. Banamwambia hapana. Wakanituma nienda nikapimwe kama niko na mimba juu sasa hawakuwa naamini. Mimi nikaenda nikafanya kipimo, nikakuwa like okay. Haya nikafanya kipimo ya viral load. Ikafanywa ikakuwa like hakuna any virus yenye inaonekana kwa mwili. And my body is very much okay. So I remember that time hata daktari alichukuanga 500. Akaniambia wewe mwenye amekuongelesha shika hii 500. Tulikuwa tumechoka na wewe kabisa. Lakini hatujui mwenye amekuongelesha, sijui huyo ni nani amekujia kwa mind yako ndo kajikubali. Akanitolea 500 shillings, akaniambia hii enda ununue soda. Nimekupea mkono. Juu ni mtu mwenye ulikuwa umetusumbua sana kwa hiyo hospitali. Yeah. Even then why form 2? Nilikuwa form 4 nikikuja kufanya exam ya KCSE. Nitwisi mundu high school era na mundu maingi. Twisi waina friends, boyfriends, girlfriends. So we say high school twitha na tabia fulani ya kukatiana muno kwithia tu boyfriend tukuonie twi so much tukwatiite muno. Ni twisi definitely be amwe makukatia tuo. Mi shida yangu that time kama sijajikubali nilikuwa najitenga sana na watu. Okay. So sikuwa nataka stories za watu sana. Hata most of time ulikuwa unanipata niko peke yangu. Not unless sasa rafiki yangu akuje akae na mimi. I used to stay alone. Yeah. Okay, yani maisha makuenda wikale wewe weka. Nilikuwa nimezoea kukaa peke yangu. Yeah.
woka wa mina form 4. Yeah. Even that's where you are gaining courage. So hiyo like sijapata ile college lakini nimejikubali, niko na ile nguvu. Sina yani sikumbuki hata last lini nimekuwa mgonjwa. Sikumbuki last nilikunywa Panadolini. Nikakuwa niko sawa. Yeah. Wow. Na you ando alama kuthekea katika dini katika utoi ula friends waku bado no munena anake atuangiangi na yeye juu like alikuja akapatwa na ile ni aibu ama ni nini. Yeah, that time after kunoti that nimekuwa strong. Sina anything mali kuna shida. Yeah. Na you wesie kuamua hata wamua waitekela na wamua speak out. Yes, you vikatable. Ilikuwa like kuna some client aliletwa hapo hospitali, nilikuwa nimerudi clinic and then she was on a wheelchair. Ilikuwa msichana in fact alikuwa anasomea, alikuwa form 4 that time. And then akakuwa very weak kushinda vile nilikuanga. Nikaanza kufeel. So hapo ndo nikaanza nikamuongelesha but sasa ikashindikana. Ikakuwa msichana already like nini yake ilikuwa imefika mwisho kabisa. Yeah. Aimwitu. Yeah, alikuwa msichana. Na yu wesio manya ni kila kia kosi with the positive. Bena mundu wesio kutabia. Sijaijua. Mpaka wa leo. Bado, hadi wa leo. Sijaijua. But nasemanga God had a reason. And that's why most of my name wanatumia the chosen blood. Because God chose me. Hata kama sijaijua ilitoka wapi. Na yu ila wambie kwitha na courage ya speak out. Uitabia andu that you're positive. Ve friends, ve challenges uko manana sio? Mi sasa first time yangu kuingia TikTok ama kuingia public. Nilijikuta tu niko kwa room yangu nimefanya video moja nikikunywa dawa. And then nikapost hiyo video. And then kulikuwa na a lot of stigma. Hadi mimi mwenyewe nikaanza kuogopa. Nikakaa like nikaona huku hapana. Hii stigma itanifanya ni lose hope, nimalize tu nguvu yangu yote. Nikasema acha niachane nayo. Nikakaa 2 months without any posting nini. Yeah. But sasa nikakuja nikasema hapana. Nafaa nijipe nguvu. Watu wataongea lakini mimi nitaremain kukua vile niko. Wezi change my status. Yes, wataongea but hawatabadilisha vile niko. Nikakuja nikafanya the second video. Yeah. Ile tu nguvu. Nikastukia nimeanza sasa kufanya. Kila mahali kwa public kuongea. Nikiitwa function naenda naongea. Wow. Yeah. Mashabiki maitu omundi katika studios situ cia EKAI TUNEENE nina mundu kwitwa Caro Benard na niwe wende na uturenga story yake by the way bano story very inspiring. Tuise by the way andu aingi nimethi tuna mukulu maingi. Wisi Caro mundu andu aingi muno twenda kwitha tuassociated na nume positive. Lakini ni withitwe na some very good friends methitwe mayonga manako. Yeah. Maybe no makethie eli atatu methitwe maiku encourage kana methitwe mai walk na katika journey. Kuna one of my friends nikikuwa down anaitwa Shiro ako Pangani. Na kuna mwingine like anaitwa Han ako hapo Machakos. So mostly hao ndo wananipea some challenge. Wananiambia pia ole penye wamepitia. So na try kufigure out yenyewe kama Han amepitia hivi ama Shiro amepitia hivi. Pia mimi naweza make it. Yeah. Wow. So oyu ni miaka yana hata with it when you're down for many years now? It's 19 years now. 19 years. Yeah. Wow. Mashabiki maitu tafadhali katika comment section
story ya mundu kwitwa Karo by the way niambia kwitha story lakini no mwamusise ni mwene ena vinya kwanza ena vinya pio so Karo andu aingi menda uthi uthimwa itu that we care kwithia wikulia we ila nguthie ni thimwe ni thiwe ni positive we ni kata ni thiku andu acio tukona matavia ata Ni kila kivo ni like kumatabe like kila mundu unethila wi negative we kalanga ni lazima withi wasise wima waku wa mundu wile yeah wow whether we positive we kaniata in case upate uko positive unajua tu vitu zenye umekuwa ukifanya maybe umekuwa ukienda ukihang out hivi hiyo inaweza kukuletea some challenges kama utumii protection na yes hiyo pia kwa watu wenye maybe wanakuanga ma don't care unaweza pata like huyu mtu like yes mimi najua like nimekuwa nikifanya hivi bila protection huyu hata akipatikana akikuwa positive watu wengine kama hao sionangi wakikuwa na shida wanakubali tu wanasema si ni dawa tu ndakunywa haina shida but unapata kuna some people like huyo mtu amepatikana inakuwa like hata ile nguvu ya kuenda kwa ile clinic hana ile nguvu ya kuanzisha hiyo dawa hana but the thing is that no the hali the better na the hali yenye umetumia hiyo dawa the hali yenye umepunguza hizo the virus zenye ziko kwa mwili. Wow. So Karo need to say at your age ndole yakwitha na boyfriend yeah boyfriend uno waku ni wabikie bandu wa mutabia na wa mutabia reactions yake saili hata maybe towards reactions yake saili hata kula we yo like nilifanya tu kuapproachiwa yeye na one of my friend and then tukaanza tu kuongea the phone vile tu kuongea and the moment yenye nilirealize that yenyewe huyu msee ako serious na mimi na kuna kitu yenye sijaimwambia so hatujaipatana but sasa nikakuja nikamwambia unajua mimi niko hivi na hivi nilizaliwa niko hivi so I don't know yes umenipenda I've loved you back yes pia mimi but hiyo ndo shida yenye sasa mimi niko nayo sijui what your answer the guy alikaa 2 days without talking yeah mama nyo hapigi simu ndio hapigi simu ani text after sana nimeshamwambia ani nikakuwa worried sasa kwani alistuka tu akaenda so nikakuwa unajua like nimekuwa shocked sasa kidogo nikaona amenipigia simu yeah if that is the reason I still love you because mi sijai kuona yes Karo mi sijai kuona but umeend up kuniambia kitu yenye uko nayo umeniambia ule ukweli kuhusu wewe so nimekuamini you are like hata ukifanya kitu utakuwa unanieleza ukweli wow this is the reason yenye sasa itanifanya nikupende zaidi yeah ukaniambia ukweli yenye sasa umeniambia hii ndio itafanya sasa nikupende zaidi vile nilikuwa nakupenda na sasa like nikakuwa like niko shocked huyu mtu ameniambia ukweli kweli ama ananifanya tu kunichocha hai mimi nikaona so ikafika time akapewa hofu Karo we have to meet vitu kama hizo I was very shocked like kai mimi taenda kupatana na huyu Karau aniue you amejua status zangu kai so mi kupatana na yeye akaniambia ebu ndo ni prove that uko positive ebu nionyeshe dawa zako maybe uliniambia ndo nikuache ama uliniambia hivyo maybe ulikuwa na mtu mwingine na ulikuwa unataka nikuache okay me I went ahead nikamuonyesha dawa yangu yeah to prove him wrong nikamwambia kama still bado huamini twende pale kwa nini kwa pharmacy tukanunua kit ama sivyo twende OC tukafanya test and then we went ahead tukatoka tu na yeye na tukafanywa test akaona yeah and then akaenda akanipeleka kwa mamake yeah so it's now officially it is now officially yeah alinipeleka hadi kwa mamake that time
tukajuana na mamake. Mamake ni mtu very friendly. I really love you so much, Dorcas. Yeah. Ve mundu ukia ku speak out sindu cia muthemba ucio kula kwi partner wake within wisi situation ila katika situation yeba, lakini ukwithia nukukia utabia maybe partner wake kana nukukia utabia family members. Mundu wa muthemba ucio tukona mutabia ata family members hawana ile shida, hata ukikosa kuambia haina shida. Lakini kuna huyu mtu mwenye anaitwa partner. Huyu mtu mtakuwa mnakaa na yeye, na maybe kuna vile sasa time yako ya clinic imefikia, huwezi jificha. Na tena kama ni kuficha hiyo dawa, huwezi ficha forever. Itakuja ipatikane. Utakuja maybe ukue mgonjwa, and then maybe muende hospitali tofauti, and then kulingana ile vipimo zenye utafanywa, kuja sasa hapo wajue uko positive. So hiyo mimi for me huwa naambia watu niki cancel au ma couples. Mi huwa tu na make sure kitu ya kwanza huwa nahakikisha kwamba ni that kama your partner anajua uko hivi na hivi. Yeah. Shabik Maito omundi katika studios tuna mundu kuitwa Caro Benard, na niwe uende na tu share story yake ya mundu ala withitwa Yesela kana situation yake currently. Na no mwigo by the way ena ndeto nzeo very encouraging. Caro, tuimino kilelia utono tabia mayouth yata nundu mayouth netwithiwe tu na tabia netwithiwe tu tena tabia straightforward. Utono matabia hata ibisi unmarried at least ibisi married people ni mandago ya counseling ukona sendu cia muthemba ucio, lakini mayouth maitikela stories utono man courage hata tuimino kilelia. Okay, the youth alama ibanza ni kana kila kivo luma na mundu wakula winake. That is kama una date, unajua huyu ndo dem yangu, stick na yeye. Because mimi sahi tunaweza patana na wewe pale kwa njia, uni approach. Siwezi kataa. Nitakubali. Siwezi kataa. Yeah. Na kuna wenye like maybe like watakuona tu hivi, waseme huyu mtu acha tu nimkubali. Juu nimeona maybe for example wako na do. But sitakwambia status zangu. And then mostly youth wa siku hizi watumii CD, watumii protection. Unapata tumeenda hivyo, tumeenda roho. Mimi sikunywi maybe dawa zangu vizuri. Kijana amekuwa affected. Kijana naye juu si wa msichana mmoja, yule wa kina Karo, kina Wambo au wasichana. Ukienda kwa ule msichana mwingine, naye Karo naye si wa mtu mmoja. Nimeenda kwako, nimeenda kwa mwingine, imesambaa. So like sahi youth wengi wenye tuko nao like ni don't care. Na wengi wako na ile stigma. Yeah. Unapata like youth amekuwa infected, and then akona ile uoga ya mimi nikienda huyo hosi najua Karo anakuanga hapo ataenda kunisema. Karo anajua demu yangu, ataenda kumwambia ukweli. So inapata like akona ile uoga. But the thing yenye mimi naweza ambia youth hapo nje ni watumie protection. Hiyo ndio kitu ya maana sana. Watumie protection na wajue hali yao. Shabik Maito omundi katika studios cia EKAI TUNEENE tuna Caro Benard. Caro Benard by the way aende nonenya ma youth waenda nikendo ise kwithia ni wa mutethesia. So tafadhali isu ni advice nzeo muno kumakula kwi mundu kuitwa Caro Benard. So tafadhali my youth then ukwenda kuna maundu maku tafadhali make sure ni watumia protection to protection. Na protection either guaranteed way of protecting yourself, either I guaranteed. Yeah. Sure. Wow. So tafadhali mashabiki maitu tafadhali tutumie protection, especially my youth. Either we sindua mundu mwende wa partner mwe tafadhali tumia protection. Now final words be mundu tona kwitha ethi to a positive no kwithia ni wigwa maybe maisha make iba lo kito nukwendo yu miathayo
yani ewa maisha me completely, yani ewa completely ataendea na maisha utonyo mutabiata. Nimepata watu wengi kama hao. Napata mtu ananiambia hey Karo, mimi nilipimwa hivi nikapatikana niko hivi na hivi. Na mi hata nilikuwa nataka kujiua. But nikaona video yako moja. Sasa hii ndio imefanya hata huyo msichana kwanza akaniambia hii dawa hata iko hapa sijaikunywa. Nimefanya tu kuchukua simu ile tu kuscroll nikaona video yako. Hiyo ndio ikafanya kwanza niache. But mi kitu yenye nataka tu kuambia watu hapo nje, tunajua yes challenges ziko. But you have to accept yourself. Najua ukideny hizo dawa utakuja upatwe na magonjwa, ukuja ukufe. So unajua ukikufa kitu yenye ulikuwa umetarget kwa life yako utaiona. Yeah. And then ukikunywa hizo dawa vizuri unakuwa like uko much healthy, unakuwa undetectable. Yeah. Wanyonda wisinesa. Unakuja unakuwa suppressed, unakuwa very suppressed. Ni ile like hizo virus hata zikiangaliwa haziwezi onekana. And unakuja tena unakuwa undetectable. Undetectable ni mahali like hata ukipima aje iwezi onekana. Maybe hata unaweza enda hata kwa certain facility upime upate iko negative. Na tena kitu kingine unaweza kukua na partner mkose kutumia any protection na kose kupatwa. What do you mean? Yeah, that is hiyo ukikuwa sasa undetectable tunaitanga U is equals to U, undetectable is equals to untransmittable. Ikuwa undetectable huwezi transmit. Okay. So wimaanisha ngoja, let me understand. Wimaanisha mundu no ethe positive lakini anyonda wanesa kwithia virus isu babe ona athi utimwa sio kwatikana kabisa. Na hiyo imaanisha mundu ndatonya kwatia mundu ungi wa usu ayende tona kwatia mundu ungi na thilani kana isia kana ke negative. Wow. So andwala mena guo meetikile na mainyonda wanesa. Kevin Mulei na kuona niono kwasia ni kata we neno kwasia ni Robert, asante sana. Yani musalimie sana yani msalimie sana ende Kevin Mulei ndo uteseki kabo, yani msalimie sana ndio naingia niko late. Asante sana mundu kuitwa Kevin Mulei ne twake kama unotu ina mundu kuitwa Karo Benard katika studio situ cia EKAI TUNEENE. Tafadhali mashabiki maitu wase mo kwa tiba katika TikTok Karo Benard 52. Yeah. Tafadhali adhani ukwenda kuona video cia mundu kuitwa Karo Benard semba baya katika TikTok uandike Karo umusearch Karo Benard 52 nukwithia ikomana na video ciake mbinge pio na mundu witha kwenda ku reach. By the way nikenda wese kwithia maybe ni wathi ku cancel andu kana ni wathi ku nenia kana ku encourage andu maybe na maybe katika situation ya muthembosu mailo kukwati hata maybe be number specific utumia kana mailo kukwati hata. Yeah. Manenge namba nikenda wese kwithia mundu no ukunie simu kana mundu no au reach wese andu ingi meenda kuka katika public lakini ena namba yaku inisinoke katika inbox akunenya katika inbox kana mwanena na wamutethesia. So atonye ukwate katika social media kana katika namba ya simu. Namba yangu ni 0115 80 4999 0115 80 49 99. Yeah. Tafadhali wako na namba yesu ya mundu kuitwa Karo niwo kwitha wi mukwatia na maybe etha wina mukulio etha be kindu any question tuo no kulie any question. Yeah. Tafadhali kunia mundu kuitwa Karo nikenda wise kwithia ni wa share situation ya kana ni wa share mundu ala withi tu oisela nikenda wise kwithia ni wa kutethesia. So mashabiki maito nundu wa masa ni wa producer imbia masa maito ni masemba twendo mutila ba muthenya wa umundi twina mundu kuitwa Karo Benard. Tafadhali tuatianie baya katika social media handles. Nye personally nitwa Robert Mue katika Facebook, katika Instagram, katika TikTok. Kila bandu Robert Mue. Na pia tafadhali endandu subscribe ita account yetu ya EKAI TUNEENE. Nina kukule kwa ndaya semba katika account yetu ya EKAI TUNEENE. Tafadhali mwa subscribe nikenda wise kwithia
ni watu support channel ino itawa EKAI TUNEENE. Na tafadhali ethabe mundu mukwenda tumwete bano ingwendo moya bare katika comment section na tuandikie mwenda tumwete katika studios nikenda wese kwithia nitwa mumanda nitwa mwete bano nundu ni mutabasia your desires is my command, anything you want tukamwete abano sindila mwendete. So mashabiki maitu muthenya ni wa mundi twendo mutila bano na tumia ngai atunenga kwitha bamwe nenyu nitukonana wakeli kana wakatatu wa wendo nikenda wese kwithia nitwa kuna maundu nesa. So